Mtazamaji wa Swambe Talent, karibu tena katika habari za kiburudani na utakuwa nami. Naitwa Mzee wa Tatu kutoka Swambe Talent, Njombe, Tanzania, na leo hebu tujaribu basi kuliangazia sakata ambalo limechukua sura mpya, lakini pia limekuwa likigonga vichwa vya habari mbalimbali katika kila kona za habari. Media zote na page zote za kiburudani zimekuwa zikiandika habari zinazomhusu msanii anayekwenda kwa jina la Mac Voice, akiwa naye mwajiri wake Rayvanny, ambaye ni mmiliki wa lebo ya wanasema Next Level Music NLM. Msanii huyu alianza kujulikana katika ukanda wa wasanii wenye vipaji vizuri na vyenye viwango vya juu zaidi mwanzoni mwa mwaka wa 2000, akiwa anafanya cover za wasanii wakubwa au nyota wakubwa katika upande wa Bongo Flava kutoka Tanzania. Na moja kati ya msanii ambaye alikuwa anampenda sana kumfanyia cover ni pamoja na nyimbo za msanii Rayvanny au tunasema mkurugenzi wa lebo ya Next Level Music. Mara baada ya Rayvanny kumalizana na lebo ya Wasafi, alianzisha rasmi lebo yake ya Next Level Music, na ilikuwa ni miaka ya 2021, na ilipofika rasmi mwaka 2021 Septemba, Rayvanny ilikuwa ni mwaka ambao alikuwa anakwenda kuitambulisha rasmi lebo yake ya Next Level Music, na alitamani sana kupata msanii ambaye angemtumia kama njia ya utambulisho wa lebo hiyo, ambapo aliamini kwamba msanii huyo angekuwa kama nyota mzuri au machachari au nyota ambaye angeonekana mwenye kiwango cha juu, na ndipo aliporusha macho yake na kumfahamu au kumchukua moja kwa moja Mac Voice. Kipindi hicho Mac Voice yeye anafanya cover za wasanii mbalimbali, alikuwa yuko chini ya producer mmoja wa muziki, ya mtayarishaji wa muziki, producer ambaye alikuwa anakwenda kwa jina la Oscar Limi pale jijini Dar es Salaam, ambaye alikuwa anafanya cover za wasanii tofauti tofauti akiwa chini ya producer huyo. Na ndipo Rayvanny alipomtupia macho na kuona kwamba anafaa au ana kipaji ambacho ni mahiri na kina uwezo mkubwa wa kutambulisha lebo ya Next Level Music, na ndipo akamtambulisha rasmi Septemba 2021. Na Mac Voice alipochukuliwa na Rayvanny, basi mambo ilikuwa mazuri na alipata sapoti nzuri kutoka kwa Rayvanny, na hivyo akaachia EP yake ya kwanza. Mara baada tu ya utambulisho aliachia EP yake ya kwanza iliyokwenda kwa jina la Voice. Yeye anakwenda kwa jina la Mac Voice, lakini EP yake ya kwanza ilikuwa ina kwenda kwa jina la Voice, na ilikuwa ni EP nzuri ambaye ilikuwa na nyimbo nzuri na kolabo safi ambazo zilipata jina. Watu wengi walifanikisha kumfahamu hapo Mac Voice akiwa amefanya kolabo tofauti tofauti na wasanii wa mataifa tofauti tofauti, lakini pia akiwemo Rayvanny kipindi hicho, na mambo yalikuwa mazuri. Lakini vipi tena sakata hili ndio kubwa ambalo limeanza kukiki katika vichwa mbalimbali vya habari kwenye vyombo vya habari. Ilikuwaje? Bwana, Mac Voice mara baada ya kufanya makubwa akiwa na lebo ya Next Level Music chini ya Rayvanny, sasa kumekuja kuonesha ukomavu upande wake, lakini ukomavu huo mara baada ya kujulikana kitaifa na kimataifa, lakini pia kujulikana na mashabiki wengi, kujijengea umaarufu na kupata followers wengi katika mitandao ya kijamii, lakini pia na kupata watazamaji wengi katika akaunti zake za YouTube. Sasa amekuja kuona kama lebo ya Next Level Music kama vile haimtendei haki yeye. Kwa upande wake ameona kama vile ile support imeshuka
na sio tu support kushuka, lakini pia ameona kama vile hapewi nafasi sana na ya kuendelea kutoa kazi zingine. Unajua, unapokuwa chini ya lebo panakuwa na utaratibu namna wa kuonyesha kazi zako, kwamba sasa hivi msanii huyu atafanya kazi, lakini pia atampisha msanii huyu na msanii huyu. Kwa hiyo kile kitu kwa upande wa kwake Mac Voice ameona kama ni changamoto ambayo inamrudisha nyuma, haimpi nafasi ya yeye kuonyesha kipaji chake kwa wakati husika. Amekuwa na kiu ya kuendelea kutoa kazi nyingi na bora zaidi, ili kuendelea kutanua wigo na kuwapa nafasi mashabiki zake kupata burudani mpya kulingana na wakati. Ni msanii ambaye anapenda au anatamani kupewa nafasi kubwa zaidi ya kuendelea kuonyesha kazi zake. Hivyo basi ikafika mahali, kama ilivyo kawaida kwa wasanii wengine, na hili sio kwake tu Mac Voice, ni wasanii wengi wanapokuwa kwenye lebo. Tuliona Rayvanny mwenyewe alivyokuwa na Wasafi, tumeona pia tuliona Ibra kidogo palitokea hapa na pale akiwa na Konde Gang, lakini pia tuliona Angela alivyokuwa anapata vurumai ya kutoka Konde Gang, lakini pia tuliona pia Mbosso alipokuwa anatoka Wasafi. Kwa hiyo imekuwa kama desturi ya wasanii wetu wa Bongo Flava, hususan hapa Tanzania, wanapotaka kutoka katika lebo ambazo wanakuwa wamezisaini, panakuwa na vurumai za hapa na pale, mshike mvutano, kwamba nitoke vipi, na pamekuwa na tumesema majibizano kati ya waajiri wake ambaye ni wamiliki wa lebo, lakini pia na yeye mwenyewe ambaye ni kama msanii anapohitaji kutoka. Hivyo basi ni muda ambapo Mac Voice amehitaji kutoka kwenye lebo ya Next Level Music na kujitegemea yeye kama yeye, akiamini kwamba kwa level aliyofikia basi ni muda sahihi, kwamba inatosha, ni nafasi yake sasa kwenda kujitegemea, kwamba ameiva na ameshapata tunasema wafuasi wengi kwenye mitandao ya kijamii, lakini pia watazamaji wengi katika akaunti yake ya YouTube. Hivyo basi ameona ni wakati mzuri kabisa, wakati sanifu upande wake kwenda kujitegemea. Hivyo basi alipogusia hili swala, mmiliki wa lebo ya Next Level Music ambaye ni Rayvanny, alikuwa ni mgumu kumwachia kiurahisi, kulingana na kwamba akidai kwa madai yake kwamba lebo ilitumia nguvu kubwa, ilitumia gharama kubwa, na ilitumia support ambaye inahitaji malipo au inahitaji marejesho au faida ya kumuinua pale ilipomtoa na mpaka hapa ambapo imemfikisha. Hivyo basi pamekuwa na mvutano, na Mac Voice amekuwa na haraka ya kutaka kujua kipi ambacho anahitajika kulipa ili aweze kuwa huru na aweze kufanya mambo yake. Na hili sakata sasa limekuja kuchukua sura mpya, na inaonyesha ye upande wake Mac Voice kama vile Rayvanny hamtendei haki, na amekuwa akieleza changamoto nyingi ambazo alikuwa anazipitia akiwa Next Level Music, pamoja na mazingira ambayo alikuwa akiishi, licha na sisi watazamaji au mashabiki tulikuwa tunaona kama vile ni mtu ambaye tayari ameshatoboa. Ilifika mahali hata Mac Voice anatembea na walinzi wawili, watatu mpaka wanne, lakini pia hata muonekano tu wa kisanii ulikuwa ni wa hali ya juu, kuonyesha kwamba huyu mtu tayari hata maisha yake yameshafika level nyingine kabisa. Lakini pamekuwa na gumzo mara baada ya ye mwenyewe Mac Voice kuja kuanza kueleza katika mitandao ya kijamii au kwa mashabiki zake, basi kwamba mbali na sisi kumkadiria kwamba ni mtu ambaye alikuwa tayari ameshafika kwenye level nyingine kabisa ya kuendeleza tunasema kipaji chake, lakini sasa yeye ametupa changamoto ambazo alikuwa anapitia, na malalamiko yamekuwa ni mengi. Miongoni mwa malalamiko haya ni pamoja na mazingira ambayo alikuwa akiishi. Amekuwa akilalamika pengine hata alikuwa analala studio, lakini pia hali tu ya chumba. Amesema kwamba alikuwa anapanga chumba cha bei ya chini kabisa, mpaka amesubutu kusema kwamba alikuwa anapanga chumba chenye gharama ya shilingi 15,000 kwa mwezi, kitu ambacho ukiangalia mikogo na mbwembwe za kwenye mitandao ya kijamii ambayo tulikuwa tunaziona sisi kama mashabiki,
tunaona kama vile ni kitendawili, yani hakuna mtu anakubaliana kwamba Ali ile ambaye tulikuwa tunahisi kwamba ni mtu ambaye amepanga labda apartment nzuri ya kiwango cha juu, lakini tunakuja kuambia ni mtu ambaye alipanga chumba kidogo tena cha bei ya chini, shilingi 15,000, kitu ambacho kimekuwa kama kitendawili. Lakini pengine pia ameendelea kusema kwamba alikuwa analala studio, kitu ambacho bado tunakuwa hatuamini kwamba inakuweje kama kwa kiwango kile ilikuwa analala studio. Lakini kulala studio hatujui, alikuwa analala studio akifanya kazi, pengine alikuwa analala studio akijaribu kupata muda zaidi wa kuandaa kazi, au ilikuwa akilala studio pengine kwa kudaiwa kodi ya nyumba, hatujui. Imekuwa ni changamoto ambazo tunapata wasiwasi wa kuzidadavua zaidi kiundani. Lakini hebu tupe maoni yako wewe kama shabiki, kipi unachokiona, hali ya maisha ambayo ulikuwa unayaona ya Mac Voice katika mitandao ya kijamii mara baada ya kupata brand na kuwa nyota mzuri alivyoingia katika label ya Next Level Music. Vipi na kile ambacho anakielezea, changamoto zinaendana au imekuwa ni kutupiana lawama kwa sababu anasahau kama Rayvanny pia alimsaidia kumkuza mpaka kufikisha hapo, lakini pia kiwango alichofikia yeye mwenyewe, kwa wewe mtazamaji wake au shabiki yake, unaonaje ni wakati sahihi wa yeye Mac Voice kuondoka katika lebo ya Next Level Music na kwenda kujitegemea mwenyewe kama solo artist? Unahisi amiva? Hebu tudondoshe ukurasa wetu wa comment uko wazi. Tukutane katika eneo la comment hapo, tuambie maoni yako vipi, na mimi nitakwenda kuyasoma vizuri, lakini pia na yeye mwenyewe itakuwa ni mwongozo mzuri kama atakuwa anapitia katika channel yetu ya Swambe Talent. Nashukuru kwa wewe ambao ulikuwa nasi. Asante. Naitwa Mzee wa Tatu na hii ni Swambe Talent. Tukutane mara nyingine tena. Asante sana.